confidence that God has put him there by his Spirit. Yes. So without any further hesitation, I'm just going to turn the pulpit over to him. Shock. Hey, I'd just like to make an announcement, man. Let it be studied here. Let me think of that something. Sasa naamini ningeweza kufanya matangazo basi. Kuna vipawa fulani vya mimi kuwazia jambo kama hilo. I certainly enjoyed being here every time. Hakika mimi nafurahia kuwa hapa kila wakati. Our journey is getting close to the end now of us staying with you. Safari yetu inakaribia mwisho sasa wa sisi kukaa nanyi. Because we got another meeting coming up right away in Chicago, and I've got to have the family back in Arizona pretty soon. Maana tuna mkutano mwingine unaokuja sasa hivi huko Chicago. Nami sina budi kuirudisha jamaa yangu Arizona mara niwezapo. And they've never had their summer's vacation yet, and I'm supposed to take them for a little ride somewhere in a few days. Na hawajapata likizo yao ya msimu wa kiangazi bado. Nami ninapaswa kuwapeleka mahali fulani kwa motokaa mnamo siku chache. And then I'll probably be away one day, one of the Sundays, and then the following week I'll begin in Chicago. Alafu labda nitaondoka kwa siku moja ya Jumapili, kisha juma lifuatalo nitaanzia Chicago. Then I got to come right straight back on a Monday and take them to Arizona. Kisha itanilazimu kurudi moja kwa moja Jumatatu na kuwapeleka Arizona. And now I just hate to come in of a Sunday morning, take that time where everybody's refreshed. Na sasa nachukia kuja mnamo Jumapili asubuhi kuchukua wakati huo ambapo kila mtu ameburudika. Sunday night you're always tired and wore out on Sunday night, and then turn the Sunday night service over to our pastor. That's very kind of bad. Jumapili usiku daima umechoka na kudhoofika. Jumapili usiku halafu nampa ibada ya Jumapili usiku mchungaji wetu. Hivyo kwa namna fulani ni vibaya. But I hate to do that. Yet on Sunday night I would Sunday night they have a service Sunday night and hold the people so late. Bali nachukia kufanya hivyo, na hata hivyo Jumapili usiku ningeichukua Jumapili usiku kufanya ibada Jumapili usiku, halafu na wachelewesha watu sana. Many of them coming here from way down in the south and way north. Wengi wanakuja humu kutoka mbali kusini na huko mbali kaskazini. And they have all sometimes to drive day and night just to get here for one service, then go back. Na wakati mwingine wanaendesha magari usiku na mchana kusudi tu wapate kufika hapa kwa ajili ya ibada moja, kisha wanarudi. And that's the reason I try to make it on Sunday morning when I come, gives them a chance to go back. Na hiyo ndio sababu najaribu kuwahi Jumapili asubuhi ninapokuja kuwapa nafasi ya kurudi. Loyal, faithful pilgrims. Amen. I appreciate them. Wasafiri waaminifu na wanyofu, jinsi ninavyowadhamini. They drive through sleet, rain, and everything else to get here across the country, hundreds of miles, just for one little service. Wanaendesha kwenye mvua ya theluji, mvua na kila kitu, ili wafike hapa kupitia nchini mamia ya maili kwa ibada moja ndogo tu. So it makes me feel grateful to God and to these people for their great support and what I'm trying to tell to the people to be the truth. Kwa hiyo inanifanya nijisikie kumshukuru Mungu na kwa watu hawa kwa neno yao kuu, kwa usaidizi wao mkuu na yale inayojaribu kusema kwa watu kuwa ni kweli. Amen. I believe this is the truth. Yes. With all my heart. Naam, naamini hii kuwa ni kweli. Mimi kwa moyo wangu wote. If there was anything different that I thought was better,
I'd certainly first go. Kama kungekuwa na lingine lolote ambalo nilidhania ni bora zaidi, bila shaka ningeenda kwanza. I won't ask anybody to go anywhere that I don't go first to find out whether it's right or not. Nisingemwomba mtu yeyote aende mahali popote ambapo nisingeenda kwanza kuona kama ni kweli au la. I wouldn't ask any person to make a step in God that I hadn't already made and know that it's the truth. Nisingemwomba mtu yeyote kupiga hatua katika Mungu ambayo sikuwa nimeshapiga na kujua kwamba ni kweli. First it must be the word of the Lord. Then I must step and see if it's right. Kwanza shati iwe ni neno la Bwana, kisha shati nipige hatua na kuona kama ni sawa. And then if it's right, then I can say, come on up this way. See, just making the way. Ndipo kama ni sawa, basi naweza kusema njoo huku. Mnaona, ni kutayarisha njia. And now I think any minister ought to do that, or to first go himself. He's supposed to be a leader of people. Na sasa nafikiri mhudumu yeyote anapaswa kufanya hivyo. Anapaswa kwenda kwanza, yeye mwenyewe anapaswa kuwa kiongozi wa watu. Not speak something that he wouldn't put his hand on himself. Asizungumze jambo ambalo hawezi kuliguza kwa mkono wake yeye mwenyewe. We should go and be leaders of the people. Tunapaswa kutoka kwenda kule viongozi wa watu. This morning, I had a very odd, peculiar experience here in the pulpit. Asubuhi ya leo nilipata ujuzi wa kipekee na wa kigeni sana hapa mibarani. And that was about the last part of the message. I wasn't aiming to say it that way. See? Na hiyo ilikuwa karibu sehemu ya mwisho ya ujumbe. Sikukusudia kuisema hivyo, mnaona? But I guess it's already said and there's nothing I can do about it now. Bali nakisia tayari imesemwa na hakuna ninaloweza kusema juu yake sasa. But then I got home, got studying about it. Ila basi nilienda nyumbani nikaanza kusoma habari zake. We had a little family reunion today of just my brethren and them. Alafu tulikuwa na mkutano mdogo wa jamaa leo wa ndugu yangu tu na hawa wengi. Mama's gone and we used to meet at her house and now we're going to Dolores. Mama ameaga dunia nasi tulizoea kukutana kwake na sasa tunaenda kwa Dolores. We had a nice time up there this afternoon and talking. Teddy was along, we sang some songs, played some hymns and things. Kuwa na wakati mzuri kule alasiri ya leo tukizungumza, naye Teddy alikuweko na akaimba nyimbo, akacheza nyimbo kadha na kadhalika. Now, I think maybe next Sunday morning, if the Lord is willing, if Brother Neville don't care, I'd like to have a healing service, just dedicated only to healing. Sasa nafikiri labda Jumapili ijayo asubuhi kama Bwana akipenda, iwapo ndugu Neville hajali, sasa ningetaka kufanya ibada ya kuponya, ibada maalumu ya kuponya tu. And I think with the message this morning, the way the Lord seemed to lead me to bring it out, ought to kind of encourage us a little bit, you see, to really believe. Nami nafikiri juu ya ujumbe asubuhi ya leo, jinsi ilivyoelekea. Bwana alikuwa akiniongoza kueleza, inapaswa kututia moyo kidogo, mnaona, kuamini kweli. We play around and we take different things and talk about them. Tunacheza na tunasema mambo mbalimbali na kuyazungumzia. But then when it comes to showdown, that's something different. Bali inapofikia uamuzi wa mwisho, hilo ni jambo tofauti. As someone was telling, I believe it was my brother back there, telling a little story today about a man, a minister, and one of his congregations. Kama vile mtu fulani alikuwa akiniambia, anaamini ilikuwa ni ndugu yangu kule nyuma, alikuwa akiniambia hadithi ndogo leo juu ya mtu mhudumu na ninio yake
baadhi ya mmoja katika kusanyiko lake, He said he could walk along. naye akasema kwamba angeweza kutembea juu ya gogo. He said, Pastor, sure, the Lord's with you. Akasema, mchungaji, hakika Mungu yuko pamoja nawe. He said, I can pack a log across my back when I go across. Akasema, naweza kubeba gogo mgongoni mwangu ninapovuka. Sure, the Lord's with you. And he went and done it. Hakika Bwana yu pamoja nawe. Kisha akaenda akafanya hivyo. He said, I can pack a log and wheel a wheelbarrow across the same time. Akasema, naweza kubeba gogo na kusukuma wilibaro nikaivusha wakati huo huo. Sure, Pastor, the Lord's with you. Your faith can do anything. Hakika mchungaji, Bwana yu pamoja nawe, imani yako inaweza kufanya lolote. He said, I can put you in the wheelbarrow and pack the log. Akasema, naweza kukuweka kwenye hiyo wilibaro na huku ninalibeba hilo gogo. He said, wait a minute. Akasema, sasa hebu ngoja kidogo. Naona That's different when you're included in it yourself. ni tofauti unapohusika awe mwenyewe. Naona Now, it's mighty good for us to say here, amen. sasa hilo ni vizuri sana kwetu kusema hapa amina. It's mighty good for us to say, I believe that's true. Ni vizuri sana kwetu kusema naamini hilo ni kweli, But then put it in action. That's right. That put it in action. bali hebu litekeleze, inakubidi kulitekeleza. As I brought that statement this morning, the people is laying in the shadow of Peter. They never even asked for prayer. Kama nilivyoleta tamshi hilo asubuhi ya leo, watu walikuwa wakilala kwenye kivuli cha Petro, hata hawakuomba waombewe. I've went into many homes watching this. Nimeingia katika nyumba nyingi nikiangalia hili. Pray before go. You just go in there with an awning and don't even pray for people and walk out in their heels. Naomba kabla ya kuondoka, ndipo ninaingia mle nikiwa na upako na hata siwaombii watu, kisha naenda zangu na wanaponywa. Amen. Amen. I've seen it done so many times. See? No. Hiyo ni kweli. Nimeona likitendeka mara nyingi sana. Naona You've got to have somewhere to place your faith. inakubidi kuwa na mahali fulani ambapo utaiweka imani yako. Naona You've got to believe it. huna budi kuliamini. And I believe that the hour is approaching, and now is. Nami naamini ya kwamba wakati huo unawadia, nao ndio huo. I realize that this is not a tape service. They might make a little one for themselves, but this is not a tape that goes out across the country. Nami natambua kwamba hii siyo ibada ya kanda. Huenda wakajinasia moja ndogo, bali hii siyo kanda inayosambazwa nchini kote. This what I was speaking of this morning has brought us right up to a climax, and that's the reason I'm going to take next Sunday for a healing service. Hili ndilo lilokuwa inazungumzia asubuhi ya leo, limetuleta hata kwenye kilele, na hiyo ndiyo sababu nitachukua Jumapili ijayo kwa ajili ya ibada ya kuponya. Because since I've been home, I've told you about the visions and what happened and everything, and brought up why I've done all these things. Kwa sababu tangu nimekuwa nyumbani nimewaambieni juu ya maono na yale yametukia na kila kitu, na kulileta moja kwa moja kwa nini mimi nimefanya mambo haya yote. And then this morning, bring it right up now to that last pull. Ndipo asubuhi hii nalileta moja kwa moja hata kwenye mvuto huo wa mwisho. Now, it's my time for consecration to God, God's time to speak to him. Sasa ni wakati wangu wa kujiweka wakfu kwa Mungu, wakati wa Mungu kunena nami. Yeah, I must just have a little change in my own life. Naona lazima nipate badiliko kidogo katika maisha yangu. That not as I think that I'm wicked, but I want to feel a little more closer to people. See? Si kwamba ninafikiria ati mimi ni mwovu mbali, na nataka kujisikia niko karibu zaidi na watu. Naona The people that I have tried to tell this gospel truth to, and they turn their back, won't walk away and laugh at it.
watu ambao nimejaribu kuwaambia hii kweli ya Injili na wanaipa kisogo na kuondoka na kuidhihaki. Now, to me, that seems like it's an insult. Sasa kwangu mimi hiyo inaonekana kama ni tusi. I don't care to me, but to the things that I've been saying, it's the truth trying to help them. Sijali kwangu mimi, mbali kwa mambo ambayo nimekuwa nikisema ni kweli, nikijaribu kuwasaidia, Like shoving out a boat and say, here, just cross over. kama kusukuma boti na kusema hii hapa, vuka. Here, get out of that swelling stream, you're going to die. You're going to perish there. Hii hapa, toka kwenye huo mto unaofurika, utakufa wewe, utaangamia pale. And they just laugh at you and walk away. Nao wanakucheka tu na kuondoka. Well, to me, it feels like if they walk away, there's nothing more I can do about it, see, that I can do. Vema, kwangu mimi inaonekana kana kwamba kama wakiondoka hakuna la zaidi ninaloweza kufanya juu yake. Mnaona, ninaloweza kufanya, But I want to run down the bank now and persuade them to come on back. bali nataka kukimbia ukingoni sasa na kuwashawishi rudini. And I got to have that feeling because I know there's somebody out there that hasn't come in yet. Naona sina budi kuwa na hisi ya namna hiyo. Mnaona, kwa maana najua kuna mtu huko nchi ambaye bado hajaingia. I'm going to fish till he said the last fish is caught. I don't want to do that. Nami nitavua samaki hata yeye alisema hata samaki wa mwisho atakaposhikwa. Nataka kufanya hivyo sasa. Now, in order to do this, I'm expecting something to happen in a prayer meeting. Na sasa ili kufanya jambo hili, ninatarajia jambo fulani kutukia katika mstari wa maombi. Something, and many of you remember the vision of the last pool, that third pool, rather. Jambo fulani, na wengi wenu mnakumbuka ile ono la ule mvuto wa mwisho, ule mvuto wa tatu hasa. You remember there was something happened just before that. Mnakumbuka kuna jambo lililotukia kabla tu ya jambo hilo. I've seen that light come and go down into that place and said, I'll meet you there. Niliona nuru hile ikija na kuingia mahali pale na kusema, nitakutana nawe mle. Now, I'm looking for something to happen. Sasa natazamia jambo fulani kutukia. Years ago, it used to be that the services and that discernment would make me so weak I'd stagger. Hapa miaka mingi iliyopita ilikuwa kwamba ibada ya upambanuzi huo ingenifanya niwe mnyonge sana hata ninge yumba. Many of you remember that. Wengi wenu mnakumbuka jambo hilo. Just get to a spot that's standing. I had Jack Moore on one arm and Brother Brown on the other and walked me up and down the street for an hour after service. Ingefikia mahali ambapo ningesimama huku Jack Moore yuko kwenye mkono mmoja na ndugu Brown kwenye mwingine na kunitembeza huku na huko barabarani kwa saa moja baada ya ibada. I just had trying to think of where I was at and what was taking place. Basi nami ikawa tu kwamba nilikuwa nikijaribu kufikiria mahali ambapo nilikuwa na yaliyokuwa yanatukia. And all night lay there and think of it and sob and everything else and wonder why they didn't accept our Lord Jesus. Halafu usiku mzima nalala pale na kuwazia habari zake na kulia kwa kwikwi na kila kitu na kushangaa kwa nini hawakumpokea Bwana wetu Yesu. Then he told me the vision, one time you'll meet a lady that will come to you wearing a brown suit and she'll be packing a little baby in a blanket. And from that time on, you'll have strength to endure stronger. Kisha akaniambia ono, wakati mmoja utakutana na bibi atakayekujia amevalia suti ya hudhurungi, naye atakuwa amembeba mtoto mchanga kwenye blanketi, na tangu wakati huo na kuendelea utapata nguvu ya kuvumilia zaidi. Well, I told you all that, and in Chicago it happened. Vema, niliwaambia yote hayo. Lilitukia huko Chicago. And that night when the little Presbyterian lady, when her own pastor sent her down there with a baby. Usiku huo wakati maskini bibi mdogo wa Kipresbiteri, wakati mchungaji wake mwenyewe alipomtuma kule na mtoto. I believe it was his brother
one of them was a doctor. Nami naamini ilikuwa ndugu yake ama mmoja wao alikuwa daktari. He said, "There's not a hope for the baby unless Almighty God touches." Akasema hakuna tumaini kwa mtoto huyo mchanga isipokuwa Mwenyezi Mungu amguse. And she went and told her pastor. Akaondoka akaenda akamwambia mchungaji wake. Her pastor said, I am not qualified," he said, to act upon this divine healing because I don't have it within me, the faith that it takes to do it. Mchungaji akasema, mimi siwezi, akasema, kutekeleza huku kuponya kiungu kwa sababu mimi haimo ndani yangu imani inayohitajika kutekeleza. That's been honest. Sasa huko ni kuwa mwaminifu kwa jambo hilo, mnaona. He said, I don't just have it in me. Akasema haimo ndani yangu kabisa. He said, but I was at one of Brother Branham's meetings, and I advise you to take the baby to Brother Branham. Akasema lakini nilikuwa katika mmoja wa mikutano ya ndugu Branham, nami ningetaka kukushauri umpeleke mtoto huyo kwa ndugu Branham. And the doctor gave it up. He was going to die. Na daktari alikuwa amemkatia tamaa, naye alikuwa yuaenda kufa. And the little lady walked in there where I was having some sort of a service for them little Catholic children that got burned up in that school up there. You remember when it was? Ndipo maskini bibi huyo akaingia mle ambamo nilikuwa nikifanya namna fulani ya ibada kwa ajili ya wale watoto wadogo wa Katoliki ambao walikuwa wameungua moto kwenye ile shule kule, mwajua. Mnakumbuka ilikuwa wakati gani? Was having that service and coming right down the platform comes that little lady with the brown suit on. Tulikuwa tukifanya ibada hiyo, ndipo maskini bibi huyu mwenye suti ya udhurungi anashuka akija jukwani. My wife and them was sitting there, and I said, turned and looked all around and see if they're standing there. Mke wangu na hao wengine walikuwa wameketi pale, ndipo nikasema, nikageuka nikaangalia kila mahali na kuona kana kwamba walikuwa wamesimama pale. And happened to be that just before it come up, I believe Billy Paul and them have been talking to her wife or some of them to the lady with the little baby. Na ikatukia kuwa kwamba kabla tu sijafika, naamini Billy Paul na hao wengine walikuwa wanamzungumzia ama mke wangu ama hao wengine na huyu bibi mwenye huyo mtoto mchanga. And the lady walked up to the platform, the Holy Spirit revealed the whole thing and healed the baby there. Kisha huyo bibi akapanda akaja jukwani, naye Roho Mtakatifu akafunua jambo lote, kisha akamponya mtoto huyo pale. I walked away, and since then, I just don't get down. Nikaondoka nikaenda zangu, na tangu wakati huo sichoki. It don't bother me. Amen. I just go right on and on. Naona hainisumbui, nami ninaendelea moja kwa moja. Now I'm looking for something to happen to start that third pull in the mark. Sasa ninatarajia jambo fulani kutukia, kuelekeza huo mvuto wa tatu kwenye lengo. Naona And maybe the next Sunday morning healing service, maybe it produced that. I don't know. Amen. na huenda ikawa ibada ya kuponya ya asubuhi ya Jumapili ijayo labda itasababisha jambo hilo, sijui. I think for us to do would be tell your people, get the sick people. Nafikiri ilitupasalo kufanya ni kuwaambia watu, kuwaleta wagonjwa. Now for a healing service, we got to concentrate on sick people. Naam, kwa ajili ya ibada ya kuponya inatubidi kujiweka wakfu kwa ajili ya wagonjwa. Get your sick people and get them here early next Sunday morning, say by 8 or 8:30, and we'll give them a prayer card as they come in the door, however they do it. Waleteni watu wenu walio wagonjwa na mwalete hapa Jumapili ijayo asubuhi na mapema. Tuseme yapata kama saa 2 ama saa 2:30, nasi tutawaacha wawape kadi za maombi wanapoingia mlangoni, namna yoyote ile watakayofanya. And then we'll have a prayer line and pray for the sick, and you see what the Holy Spirit will do. Ndipo tutakapopanga mstari wa maombi
na kuwaombea wagonjwa, tuone tu atakayotenda Roho Mtakatifu. I believe he'll do wonders if we'll just believe him. Amen. Naamini yeye atafanya maajabu kama tu tutamwamini. Unaona, But we got to believe him for that now with all of our heart. bali hatuna budi kumwamini kwa ajili ya jambo hilo sasa kwa mioyo yetu yote. And I think that the great hour has arrived that when God, in so much as we're speaking this morning, has showed us so much and brought us to a certain, just up to a spot. Nami nafikiri ya kwamba ile saa iliyokuu imewadia ambayo Mungu, kama tulivyokuwa tukizungumza asubuhi ya leo, ametuonyesha mambo mengi sana na kutuleta kwenye neno fulani, kutufikisha tu mahali fulani, Just to push over that little hill, and that's all you need. And then away it goes. kutupandisha tu kwenye kilima kile kidogo, na hilo tu ndilo tunalohitaji. Halafu mambo yanaanza. Unaona, Going just like it was the same thing with the discernment, same thing by the prophetic to watch. Inaendelea tu kama ilivyokuwa jambo lile lile na upambanuzi, jambo lile lile kwa kinabii kuangalia. I stand in Calgary. I beg your pardon. It was the Queen City down in Regina. Nilikuwa nimesimama kule Calgary, samahani, ilikuwa Queen City kule chini Regina. And Aaron Baxter was standing there, and a bunch of us. Naye Al Baxter alikuwa amesimama pale na baadhi yetu, And the Lord had told me right there on the platform that'll come to pass, you'll know the very secret of their heart. And that's right. na Bwana alishaniambia papa hapa jukwani, itakuwa kwamba utajua siri za mioyo yao, na hiyo ni kweli. And I never thought of that in that manner. Nami sikuwazia jambo hilo kwa njia hiyo. I walked up the platform that night with Aaron and I started praying for the sick. Nilipanda nikaenda jukwani usiku huo pamoja na Ann na kuanza tu kuwaombea wagonjwa. And here come a man along who just laid out his entire life. Ndipo hapa yuaja mwanamume, maisha yake yote yakawekwa tu wazi. First time it ever happened, just like that, in a moment, in a healing service. Mara ya kwanza ilipotendeka jinsi hiyo, katika dakika moja, katika ibada ya kuponya. And then I looked out over the audience, and here it began to come down over the audience. And think, Kisha nikaangalia kwenye mkutano, na hapa ikaanza kuja kwenye mkutano na kadhalika. oh, when we reach the other side, Lo, tutakapofika ng'ambo ya pili, the half has never yet been told of the things to watch out and see things in people's lives. nusu bado haijasimuliwa ya mambo hayo, kutoka kwenda na kuona mambo katika maisha ya watu. I don't say nothing about it, just let it alone, see? Unless I'm really compelled to say something. Sisemi neno juu ya jambo hilo, naliacha tu peke yake, unaona, isipokuwa nimeshurutishwa kweli kusema neno. And now I'll look for this next to start like that. Na sasa natazamia jambo hili lingine kuanza namna hiyo. See, God in His own way, His own sovereign time to begin it. Unaona, Mungu katika njia yake mwenyewe, katika wakati wa mamlaka yake mwenyewe kuanza jambo hilo. And it'll be another thing that'll be a way beyond any of these other things. Amen. Itakuwa jambo jingine ambalo litakuwa juu zaidi ya watu hawa wengine, mnaona. And I'm looking for that to happen. Nami natazamia jambo hilo kutukia. And maybe I thought if I had a little healing service maybe next Sunday. Huenda ikawa niliwazia kama ningekuwa na ibada ndogo ya kuponya labda Jumapili ijayo. And then the following Sunday I'll probably be away with the kids and them because they got to go back and go to school. Alafu Jumapili ifuatayo labda nitakuwa nimeondoka pamoja na watoto na hao wengine, maana hawana budi kurudi kusudi waende shuleni. And then the next Sunday, of course, I'm up in Chicago at the meeting up there. Alafu Jumapili ijayo mimi bila shaka niko kule Chicago kwenye mkutano kule. And then come back the following Monday to leave on Tuesday for Arizona, where the kids get back to school. Kisha nitarudi Jumatatu ijayo, ndipo niondoke Jumanne nikielekea Arizona ambako watoto watarudi shuleni. Well, what'd you find, Pastor? Vema, ulipata nini mchungaji? Well,
I've discovered something very strange. Good, that's very fine. Now, we want to hear about it. Vema, hilo ni sawa kabisa. Sasa tunataka kusikia habari zake. So, now the Lord bless you all real good, and I hope to see you here next Sunday and Wednesday night. Kwa hiyo sasa Bwana wabariki ninyi nyote sana, na nami nataka kuwaona Jumapili ijayo na Jumatano usiku. And listen, don't forget, these little churches like Brother Ruddle, Brother Jackson, Brother Cornell, and all those little brethren who are struggling hard. Amen. Pia sikizeni, msiyasahau makanisa haya madogo kama la ndugu Ruddle, ndugu Jackson, ndugu Panel na hawa maskini ndugu ambao wanajitahidi sana kule, unaona. And they feel like that we are their sister church, you see. Na wanajisikia kama kwamba sisi ni kanisa linaloshirikiana nao hapa, mnaona. We're kind of like a little mother group to them. Sisi ni kama kundi ndogo ambalo ni mama kwao. That's where they were born out of here, pastors and so forth. Hapo ndipo walipozaliwa, kutoka hapa, wachungaji na kadhalika. This little fellow back here, brother, I met him the other night over there, Alan. Little brother Alan. Na maskini jamaa huyu huku nyuma, ndugu, nilikutana naye juzi usiku kule, Allen. Maskini ndugu Allen. I hope Brother Collins here will get on with Brother Alan if he doesn't know him. Natumaini ndugu Collins hapa atamwendea ndugu Allen iwapo hamjui. They're both Methodist ministers, and it's seen truth of work. Wote wawili ni wahudumu wa Kimethodisti na wameona kweli ya neno. Which the organization of the Methodist Church, which is a fine bunch of people in that Methodist Church. Ambapo madhehebu ya kanisa la Kimethodisti, ambamo kuna kundi nzuri la watu katika kanisa hilo la Kimethodisti. You never think they're not, they are. Usidhani kamwe kwamba si wazuri, ni wazuri. There's a fine bunch of people in that Catholic Church. Wao ni kundi la watu wazuri katika kanisa hilo la Katoliki. There's a fine bunch in the Presbyterian Church and all those places there. Wao ni kundi la watu wazuri katika kanisa la Kipresbiteri na mahali pote pale. It's men and women that are waiting to see that light flash over their path. Ni wanaume na wanawake wanaongojea kuona hiyo nuru ikimetesha njiani mwao. You just keep flashing the light in humility, sweetness. Wewe endelea kumetesha nuru katika unyenyekevu, uzuri. Let's all grow closer to God by humbling ourselves. Yes. Hebu sisi sote tukue karibu zaidi na Mungu kwa kunyenyekeza. Mnaona? Don't forget, this tabernacle will lose its strength. Msisahau maskani haya yatapoteza nguvu zake. Remember that this is the target where Satan's got every gun in hell trained on it. Kumbukeni ya kwamba hili ndilo lengo ambalo shetani ameelekeza kila bunduki iliyo katika jehanamu. He'll cause one person to do something that's contrary to what the other thinks. Atamfanya mtu fulani afanye jambo ambalo ni kinyume na yale yule mwingine anawazia. He's doing that. He's up to it. That's his business. Yeye anafanya jambo hilo, yeye amelikazania. Hiyo ndiyo kazi yake. If he can get somebody to say something, somebody to talk about another. Kama anaweza kumfanya mtu fulani kusema jambo fulani, mtu fulani kumsengenya mwingine. Say, well, listen, did you know so and so did? Kusema, vema, hebu sikiza, unajua alilofanya fulani. Don't you listen to it. Don't you listen to it at all. That's the devil. See, it's Satan. Don't you believe it. Usisikize hayo, usisikize hayo kamwe. Huyo ni Ibilisi, naona ni shetani. Usiamini jambo hilo. If there's anything that somebody's done wrong, pray for them. Kama kuna jambo lolote ambalo mtu yeyote amekosea, waombeni. Don't pray in a selfish way. Say, I know it's my duty. I got to pray for that. Na usiombe kichoyo, useme, najua ni wajibu wangu, yanipasa kumwombea ndugu huyo. You take it to your heart, really down for that sister. Litie ndani ya moyo wako, ndani kabisa, kwa ajili ya huyo dada. And this talk and be real sweet, and the first thing you know, you find him right back in the service again.
na uzungumze tu na uwe mwema kabisa, na muda si muda utawaona wakirudi ibadani tena. Naona maana hata hivyo tunaelekea kwenye machweo ya jua. Bwana Yesu yuaja mojawapo ya siku hizi. There'll be 100% of the whole world will never know when that rapture takes place. Na mwajua, nafikiri itatukia kwa ghafla sana, raha sana, hata kutakuweko na 1% ya 100% ya ulimwengu mzima hawatajua wakati huko kunyakuliwa kutukia. It'll just go so quietly that nobody know nothing about it. Kutatukia kimya sana, hata hakuna atakayejua neno juu yake. No. And there'll be, of course, the little groups will say, well now, so and so. Na kutakuweko bila shaka yale makundi madogo yatasema, vema sasa fulani. All they say is fanatic bunch over there, that a group left from over there. And that's not so. They just gone out somewhere. We've had that fanaticism, see? Lo, wao wanasema kuna kundi la washupavu wa dini kule. Walisema kundi moja liondoka likaenda kutoka kule. Nao hiyo si kweli. Wao wameondoka tu wakaenda mahali fulani. Tumekuwa na huo ushupavu wa dini. Naona well, they say that little tabernacle in a place called Jeffersonville, there are so many of them members it's missing. Wanasema maskani hayo madogo katika mahali pamoja panapoitwa Jeffersonville, kulikuwa na washiriki wengi ambao hawapo tena. See, they just play that out. Naona wanalipuza tu jambo hilo. They say, oh, there's nothing to that. You see, like that, it'll be past and they won't know it. Watasema, lo, hakuna lolote. Mnaona namna hiyo, nako kutakuwa kumepita na hawatajua. Across the nation will come. Those who are dead in Christ will rise first. Kila mahali nchini watakuja, waliokufa katika Kristo watafuka kwanza. The rapture will take place. The church will be taken home. Kunyakuliwa kutatukia, kanisa litatwaliwa nyumbani. And then the tribulation will set in, and oh my, we don't want to be here during that time. Nayo ile dhiki itaanza, na lo jamani, hatutaki kuwepo hapa wakati huu. I don't want to be here in the tribulation. Sitaki kuwa hapa katika ile dhiki. No. God forbid that any of us would ever be here during that time. Mungu azuie kwamba hata mmoja wetu asiwepo hapa wakati huu. Because he that's filthy is filthy still. He that's holy is holy still. He that's righteous is righteous still. Kwa sababu mwenye uchafu anazidi kuwa mchafu, na mtakatifu anazidi kutakaswa. Mwenye haki anazidi kufanya haki. There's no, the Lamb has come forth with his book of redemption, and the bride has been taken out. Those who turned it down has to go through a tribulation period, both Jew and Gentile. Mwanakondoo alikuwa amekuja na kitabu chake cha ukombozi, na bibi harusi ameondolewa. Wale waliopuuza hawana budi kupitia katika wakati wa ile dhiki, mataifa na Wayahudi pia. What a time of tribulation. I don't want that. Ni wakati wa dhiki jinsi gani! Siutaki huo. Lord, sanctify me now. Bwana nitakase sasa. That's good Nazarene doctrine. Amen. Hilo ni fundisho nzuri la Kinazarayo, sivyo? And it's truth too. Yeah, it's truth. That's right. Amen. Na ni la kweli pia. Ni la kweli, hiyo ni kweli. Fill me now with your Holy Spirit, Lord. Nijaze sasa kwa Roho wako Mtakatifu, Bwana. Take all the world out of me now, Lord. Don't always have it. Utoe ulimwengu wote ndani yangu sasa, Bwana. Sitaki wowote. As the old colored brother said, I got my ticket in my hand. It's already punched. And when I come down the river that morning, I don't want no trouble. Kama alivyosema yule ndugu mweusi, Bwana, nina tikiti yangu mkononi mwangu, tayari imekwisha kutobolewa. Nitakapofika kule chini mtoni asubuhi ile,
sitaki shida yoyote. So that's about right. I don't want no trouble. Kwa hiyo ni kweli, kwa namna fulani sitaki shida. Hold your ticket in your hand because we're going over. Shika tikiti yako mkononi mwako, kwa maana tunavuka. Just think of it. The great time of redemption is at hand. Amen. Wazia tu jambo hilo, ule wakati mkuu wa ukombozi umekaribia. And now another thing. Na sasa jambo lingine, Brother, what's his name up here at Utica? ndugu anaitwaji huku Utica? I think Brother Graham and another brother there is pastoring there, Brother Shanks or something like that. Or Saint. Nafikiri ndugu Graham na ndugu mwingine pale ambaye ni mchungaji pale, kitu kama ndugu Shanks ama kitu kama hicho ama Singh. No. Brother Snelling's the pastor altogether. Ndugu Shelling ndiye mchungaji kwa jumla. Brother Snelling's the pastor up at Utica now. Ndugu Shelling ndiye mchungaji huko Utica sasa. I think their prayer meeting is on Thursday night. Nafikiri ibada yao ya maombi huwa mnamo Alhamisi usiku. You know, it would be real nice if we would slip up there on Thursday night and show those fellows a little fellowship, see? Sasa mnajua ni vema sana kama tungetelemka kwenda kule Alhamisi usiku na kuwaonyesha jamaa hao ushirika kidogo. Naona? And then when Brother Jackson, the times that he has this, if we just get a little group of us together and go. Tiba basi wakati ndugu Jackson wakati anapokuwa na wakwake, kama tungekusanyika pamoja kikundi chetu kidogo kisha twende. Just keep praying, keep digging. Just don't stop. Endeleeni tu kuomba, endeleeni kuchimba. Naam, msikome. Just like when Elijah told him, said, dig ditches out there. Ni kama tu wakati Eliya alipowaambia kasema, chimbeni maandaki pale. When you get down, you hit an old tin can, say, I'm too tired. Throw it out away, keep digging. Unaposhuka unaenda kule na kusikia mkebe wa kale ukisema, nimechoka sana, utupilie mbali na uendelee kuchimba. Unaona? Let's keep digging because we got to dig. We just got to dig, that's all. Endelea tu kuchimba, maana hatuna budi kuchimba. Hatuna budi kuchimba tu, ni hivyo tu. Because if you expect to miss the tribulation, you better start digging. Maana kama unatarajia kuepuka ile dhiki, afadhali uanze kuchimba. Now, for myself, I'm preaching to myself there. Sasa kwangu mimi najihubiria mwenyewe hapo. I'm going to start digging deeper than I ever do. Nitaanza kuchimba ndani zaidi kuliko nilivyowahi kuchimba. Because I feel like that in the nation and around the world, that this ministry will again, as it's known now about everywhere over the world, I must go again. Kwa maana ninajisikia jinsi hiyo nchini na duniani kote kwamba huduma hii itafanya hivyo tena, kwa kuwa imejulikana sasa karibu kila mahali ulimwenguni. Sina budi kwenda tena. Wife said to me the other morning, I said, I want you to go with me when I leave. Mke wangu aliniambia juzi asubuhi, nikasema nataka uambatane nami nitakapoondoka. I'm going to leave around January, the Lord willing. Nitaondoka mnamo Januari, Bwana akipenda. I want to take a complete world tour all the way around. Nataka kufanya ziara ya ulimwengu mzima, kuuzunguka wote. Come back and maybe have services in the United States sometime next summer. Nirudi na labda nifanye ibada Marekani kwenye kama msimu ujao wa kiangazi. And she said, I'm too old to go. Ndipo akasema, mimi ni mzee sana kwenda. Well, I said, I went when about my last trip overseas was about 8 years ago, and I feel like I'm in better shape now than I was 8 years ago. I know more about it now. Vema, nikasema nimeenda nilipokuwa juu ya safari yangu ya mwisho ya ng'ambo yapata miaka 8 iliyopita, nami najisikia kana kwamba niko katika hali bora zaidi ya niliyokuwa nayo miaka 8 iliyopita. Unajua, unaona,
najua mengi zaidi kuhusu hilo sasa. And then we got on the subject, if the Lord said, I'm going to allot you 25 years. Ndipo tukaanza kuzungumzia jambo hili. Kama Bwana alisema, nitakupa miaka 25. You're not going to get feeble, you'll be able to go, and I'm going to allot you 25 years on earth. Utazeeka, utaweza kwenda, nami nitakupa miaka 25 duniani. Would you take from birth to 25, or from 25 to 50, 50 to 75, or 75 to 100? Ungechukua kutoka kuzaliwa hadi 25, ama kutoka 25 hadi 50, 50 hadi 75, ama 75 hadi 100. Now, any man that's allotted any time on earth will certainly do a most rational thing if he don't spend that time in service of God. Sasa mtu yeyote ambaye amepangiwa muda wowote duniani angefanya jambo la kijinga sana kama hata utumia wakati huo katika kazi ya Mungu. I don't care what he does. Sijali anafanya nini. Now, if you're going to be a heartbreak for the women or so forth, you better take that young age, that first 25. See? Naam, iwapo utakuwa na kuwavunja moyo wanawake na kadhalika, afadhali uchukue huo umri wa ujana mdogo huo wa miaka 25 ya kwanza. Unaona, If you're going to be a carpenter, a mechanic, or something, you better take the second 25. See? iwapo utakuwa seremala, fundi wa mashine ama chochote kile, afadhali uchukue hiyo 25 ya pili. Unaona, But I was thinking about, what about me? What would I take? halafu nilikuwa ninawazia kuhusu na mimi, je, nitachukua wapi? I'd take from 75 to 100. Ningechukua 75 hadi 100. I'd be smarter, wiser. I'd be more settled. I'd know more about what I'm doing. Kuwa mwerevu zaidi, mwenye hekima zaidi, ningekuwa nimetulia zaidi, ningekuwa na ujuzi zaidi wa yale ninayofanya. I'm 8 or 10 years older than the last time I was overseas. Niko na umri wa zaidi ya miaka 8 ama 10 kuliko wakati wa mwisho nilipokuwa katika nchi za ng'ambo. I won't jump in like I'm killing snakes. I know more about it. See? I know how. Siruki kama kwamba ninawaua nyoka, nitajua mengi zaidi juu yake. Naona, ninajua jinsi ninavyo. Is it like a coon dog fighting a coon? See? You know about how to take a hold of it. Ni kama tu mbwa wa kuwinda wanyama wadogo akimshambulia mnyama huyo. Mnaona, unajua jinsi ya kumshika. But don't jump in there and scratch you up. Usiruke mle ndani, atakukwaruza. See? Know his tricks and watch him what he does. Unaona, jifunze, ujue mbinu zake na uangalie analofanya. And we learn more about the enemy. Nasi tunajifunza mengi juu ya adui. So we've got to find out all of his tactics and how he approaches and what he does. Learn his punches. Then you're trained to going on, you see. Kwa hiyo hatuna budi kutafuta kujua mbinu zake zote na jinsi anavyosogea na yale afanyayo na kujifunza makonde yake, ndipo basi umefunzwa kumkabili. Unaona, So I believe now, I told the wife I believe I'm in better shape now than I was when I was 40 years old and went over. kwa hiyo naamini sasa, nilimwambia mke wangu, naamini katika hali bora zaidi sasa kuliko nilipokuwa na umri wa miaka 40. And I'm 54. Naona, nami na umri wa miaka 54. Now I believe if I live and can still get around as good as I can now, when I'm 100, if Jesus would tarry that long, I'd be in better shape than I am now to go. See? Nami naamini kama nikiishi na ningali naweza kujimudu kama nifanyavyo sasa, nikiwa na umri wa miaka 100, kama Yesu atakawia muda huo, ningekuwa na hali nzuri zaidi wakati huo kuliko nilionayo sasa kwenda. Naona, Because you know more about it. You know more about what to do and how to handle it, how to handle the situation. kwa maana ungekuwa umejua mengi zaidi, ungejua ya kufanya vizuri zaidi na jinsi ya kuliendea, jinsi ya kufanikiwa. Take a lot of people now if you're going to get operated on. Kuwa watu wengi sana sasa kama watafanyiwa upasuaji. Say a new doctor just graduated the other day, just come out of medical school. He's never had an operation yet. Let him do it. Wanasema daktari mpya ambaye ndiyo kwanza hahitimu juzijuzi,
ndiyo kwanza atoke katika chuo cha madawa. Hajafanya upasuaji bado. Ebu akufanyie. Oh, no, you say nothing to it. Not that guy. No, sir. Yet, it'll indeed. Lola, ungesema hakuna cha hiyo, si jamaa huyo. La bwana, hata hivyo, la hasha. I don't want him putting on knife on me. Taki aniguza kwa kisu. Well, I'd rather go down here and get so-and-so. I know he's had a lot of operations. He knows how to do it. Pema afadhali shuke niende huko nimpate fulani. Nasikia amefanya upasuaji mwingi. Anajua jinsi ya kufanya. That's the idea. Naam, basi, naona wazo ndilo hilo. You think about this, but what about that soul? Unawazia haya mbali vipi kuhusu nafsi ile? I want somebody who knows where they're at. And knows the road who's traveling. Yes, indeed. Nataka mtu anayejua walipo na anayejua barabara, mtu ambaye ameipitia. Ndiyo, bila shaka. God bless you. All right, Brother Neville. Get up here now. God bless Brother Neville. Don't forget now, next time. Bwana wabariki. Sawa, ndugu Neville, njoo hapa sasa, na Mungu akubariki ndugu Neville. Msisahau sasa Jumapili ijayo. I was just had a surprise in my heart for the thing, because in myself I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now, I don't know is he a minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vale here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching that Brother Vale did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good, because the ministry is all inspired by the same Spirit. Amen. And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them. Amen. Amina. So I asked Dr. Lee Vale, I said, would you minister if Brother Branham doesn't? Now, Brother Branham didn't, he might have known this, no, he didn't say anything about it. La, hakujua ama kweli hata nisingali nena kwa muda huo wote. So I asked Brother Vale tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vale. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vale. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him. I apologize to the audience. I didn't know sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother David. Nisingechukua wakati wake wote. Na waamba makutano msamaha. Sikujua nikiketi pale kwamba yeye hii ilikuwa imepangwa. Mungu akubariki ndugu Vale. It wasn't fixed up. He said if you didn't come, it came. Sure, that's fine. I can hear him myself. Brother Vale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. Sawa, hilo ni sawa. Mimi humsikia mimi mwenyewe. Ndugu Vale amezungumza mara nyingi mbele yangu. Mikutanoni na kadhalika. He managed the meetings for a long time, and fine brother done a swell job. Yeye aliongoza mikutano kwa muda mrefu na ni ndugu mzuri, amefanya kazi ya kufana sana. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Vale when he speaks. Lord bless Brother Vale. Nami nina hakika kusanyiko hili daima inafurahia kumsikia ndugu Vale anapozungumza. Bwana akubariki ndugu Vale. So much was said, I couldn't say nothing to make it any better. Mengi sana yalisemwa hata nisingesema lolote kuyafanya bora zaidi. And I truly believe that it was the Lord that worked this out for Brother Vale to bring this
Amen. after this morning. Nami naamini kweli ilikuwa ni Bwana aliyemwezesha ndugu Vail kuleta ujumbe huu baada ya asubuhi ya leo. Yes. You see, it has to work that way. Maana unaona, haina budi kutenda kazi namna hiyo. We accept that from God. Tunakubali hilo kutoka kwa Mungu. Well, there's so many things he was saying. I have 20 sermons go down there off of what he said. Yale, kuna mambo mengi sana aliyokuwa anasema. Nilikuwa na masomo 20 yaliyoandikwa hapa sasa hivi, yale aliyosema. I was thinking here of one little illustration to back up what he said. Nilikuwa nikifikiria hapa juu ya mfano mmoja mdogo kuunga mkono aliyosema. Now, we look at this watch to find out what time it is. Sasa tunaangalia saa hii tujue ni saa ngapi. Unless every instrument in that watch is coordinating one with the other, we'll never know the correct time. Amen. Is that right? Isipokuwa kila kidude katika saa hiyo kiwe kinashirikiana kimoja kwa kingine, hatutajua kamwe ni saa ngapi, sivyo? And that takes all of us, all together. If we want to see the third pull really do something for God. Na hiyo inahitaji sisi sote wote pamoja, iwapo kweli tunataka kuona ule mfuto wa tatu ukitenda jambo fulani kwa ajili ya It's coordination with every one of us together to humble ourselves before God and confess our wrongs and pray and believe God for these things. tushirikiane na kila mmoja wetu, tujinyenyekeze mbele za Mungu na kutubu makosa yetu na kumwomba na kumwamini Mungu kwa ajili ya mambo haya. I truly believe that what Brother Vail said is the truth, that God will never put His Spirit in an unholy, unrighteous, disobedient temple. Kweli naamini yale aliyosema ndugu Vail ni kweli, ya kwamba Mungu hataweka kamwe Roho wake katika hekalu lisilo takatifu, lisilo safi, lisilotii. No, La, it's got to come in the way of the cleansing of our hearts from all guile and iniquity, that we might be pure before God, that He might work His pure Holy Spirit through us to bring these things to pass. haina budi kuja kwa njia ya kuisafisha mioyo yetu na hila zote na uovu, kusudi tuwe wasafi mbele za Mungu, kusudi apate kumwingiza Roho wake Mtakatifu na msafi ndani yetu, kuyatimiza mambo haya. I think that when you go home tonight, if you read that little book of Jude, you just learn a whole lot now of what Brother Vail has said. Na nafikiri ya kwamba mtakapoenda nyumbani usiku wa leo, kama mtakisoma hicho kitabu kidogo cha Yuda, mtajifunza mengi sasa ya yale ndugu Vail amesema. He said, I earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints. Naye alisema, naishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, They got away from it. wao waliacha. How a man of corrupt mind and so forth had come in and beguile them away from the real things of God. Jinsi watu walioharibika akili zao na kadhalika walikuwa wamekuja wakawadanganya, wakawaondoa kutoka kwa mambo yote halisi ya Mungu. And God can only operate as we let Him operate. Na Mungu anaweza tu kutenda kazi tunavyomruhusu atende. And so many wonderful things about saying, people want power. And really, they don't know what power is. Na kuna mambo mengi ya ajabu yanayosema, unajua watu wanataka nguvu, na kwa kweli hawajui nguvu ni kitu gani. Amen. They don't really know what goes with it. Mnaona kweli, hawajui kinachoambatana nazo. The way up is down. Always. Njia ya kupanda juu ni kushuka chini daima. If you want power, see how humble you can get. Kama unataka nguvu, angalia unavyoweza kuwa mnyenyekevu. Just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God. Ondoka tu kwenye mawazo yako yote ya kilimwengu
na unyenyekeze mbele za Mungu. And then you got more power than the man that runs all over the building and makes a big lot of noise. Ndipo una nguvu kuliko mtu anayekimbia huku na huko jengoni na kufanya kelele nyingi. Because you have been able to conquer yourself and commit yourself to Christ, to humble yourself before Him. Unaona, kwa maana unaweza kujishinda mwenyewe na kujikabidhi kwa Kristo. Unaona, kunyenyekeza mbele zake. That's really power. Hiyo ni nguvu kweli. You show me a church that's humble, real humble, not arrogant. Hebu nionyeshe kanisa ambalo ni nyenyekevu kabisa, halina majivuno. A church just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God. Amen. Kanisa nzuri na nyenyekevu, itakuonyesha kanisa ambalo lina kibali na nguvu za Mungu ndani yake. Hiyo ni kweli. That's the thing it takes. Humility, humbling ourselves before God, and letting God just work through us. Hilo ndilo linalohitajika. Unyenyekevu, kunyenyekeza mbele za Mungu, kumruhusu Mungu afanye kazi kupitia kwetu sisi. You don't have to make a lot of noise. Si lazima ufanye kelele nyingi. Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and every time he hit a bump, it just rattled and went on. Wakati mwingine, kama alivyosema yule mkulima, alienda shambani na gari lake la kukokota, na kila alipokanyaga shimo litatarika na kuendelea. But when he come back, he hit the same bump, didn't make no noise at all because it was loaded with good things. Bali aliporudi, alipitia kwenye shimo lile lile na halikufanya kelele yoyote, kwa maana lilikuwa limepakiwa vitu vizuri. So I think that's about right. Kwa hiyo nafikiri hilo ni kama sawa tu, That we get filled up with the good things of God, that the fruit of the Spirit might be known through it. naona kwamba tunajazwa na mambo mazuri ya Mungu ili kwamba tunda la Roho lipate kujulikana kupitia kwetu, Just as he referred so much to 1 Corinthians 13 there. kama alivyorejea mara nyingi kwenye Wakorintho wa kwanza 13 pale. How that though I give my body be burnt and have all these things and have not charity, it's nothing, profits me nothing. Na jinsi kwamba nikijitoa mwili wangu niungue moto na nina mambo haya yote na sina upendo, ni bure, hainifaidi kitu. We want to do that. Tunataka kufanya jambo hilo. Above all things, it's our individual souls that we're responsible before God. Juu ya mambo yote, wajibu wetu mbele za Mungu ni nafsi zetu, si wenyewe. See? It's you going to heaven. Naona ni wewe unayekwenda mbinguni. It isn't whether I go or he goes, it's you going. See? It's you first. Si kama mimi nitaenda ama yeye ataenda, ni wewe unayekwenda. Naona nawe kwanza, And you've got to look this out and come sweet before the Lord. na huna budi kuchunguza jambo hili kwanza, kisha uje ukiwa mwema mbele za Bwana. And I've always found out that the man that humbles himself is the man that God exalts. Na daima nimeona kwamba mtu ajidhilie ndiye mtu ambaye Mungu atamkweza. When you take a person with his chest out, knows everything, you can't tell him nothing, and he's arrogant, and well, that's the person that never gets anywhere. Ukimchukua mtu mwenye kifua mbele na mjuvi na huwezi kumwambia kitu, ni mwenye kiburi na vema, huyo ndiye mtu ambaye hafikii popote. But you take that person that humbles themselves and walks sweetly. Mbali, hebu umchukue mtu ajidhilie na ana mwenendo mzuri. I was talking to a man the other day that's just organizing a church up at the Nilikuwa nikizungumza na mtu fulani hivi majuzi ambaye anaendeleza kazi kule kwenye, pulled out of an organization that had been well, it's Brother Bose. alitoka kwenye madhehebu yaliyokuwepo, na vema ni ndugu Boze. And then church where they'd had that great church there for so long, and the Lord has blessed. Na haya makanisa ambamo alikuwa na kanisa hilo kubwa pale kwa muda mrefu sana, naye Bwana alikuwa
anawabariki. And then the people got to a place that they want to polish up like the rest of them and want to throw it into an organization. Ndipo watu wakafikia mahali ambapo walitaka kujiadibisha kama hao wengine, na walitaka kulitupilia kwenye madhehebu. And when they did, it just those humble Christians and I did not want that. Na walipofanya jambo hilo, ili ninino tu hao Wakristo wanyenyekevu mle ndani hawakutaka jambo hilo. All their lives had been taught against it, so they walked away from it. Maishani mwao mote walifundishwa dhidi yake, kwa hiyo wakaliacha tu. Now they've got a group and the Lord has blessed them until they're coming in up into a big place now again. Sasa wanakundi na Bwana amewabariki sana, hata wanaingia sasa, wanafikia mahali pakuwa wakubwa tena. For a church now that puts up about 4,000 or 5,000 people, and they're starting over. Kwa kanisa ambalo linachukua watu 4,000 ama 5,000, nao wanaanza tena. And they come to me and said, Brother Branham, sitting right there in the office, the church office the other day. Na wakanijia wakasema, ndugu Branham, wameketi pale pale afisi ya kanisa juzi. And he said, one of the leaders of the class and them said, what must we do? Kisha akasema mmoja wa hao viongozi, ndugu Carlson, na hao wengine, kasema, tufanye nini? I said, find a man to be the shepherd that has no reputation in all denominations, just a real good, genuine, sweet, humble brother that lives a life. Nikasema, mtafuteni mtu awe mchungaji ambaye hana sifa katika madhehebu yote, ambaye kweli ni ndugu mzuri wa kweli, mwema na mnyenyekevu, ambaye anaishi maisha mazuri. God take care of the rest of it. Atashughulikia mengine yote. Naona. I said, a good pastor that will just feed the sheep and be humble and things, God will do the rest. Nikasema, mchungaji mzuri ambaye atawalisha kondoo na kuwa mnyofu na kadhalika, Mungu atashughulikia yale mengine yote. Not some big know-it-alls come in and go to put this in order and this has to be this way, cutting things around. Kama si mjuvi fulani mkubwa aje ati anataka kutengeneza hili na eti hili linapaswa kuwa namna hii na kukatakata mambo kila mahali. I said, it'll never work. You just got to it. Nikasema, haitafaulu, ndiyo kwanza mpitie hayo. That's it. Every piece in the church must work together. And you must keep up your part of it. Naam, kila kipande kanisani hakina budi kufanya kazi pamoja, nawe huna budi kudumisha sehemu yako. So we see what time we're living in. Kwa hiyo tunaona wakati tunaoishi. We may be closer than we think we are. Huenda tumekaribia kuliko tunavyodhania tumekaribia. Now we appreciate Brother Vail, don't we? Sasa tunamdhamini ndugu Veo, sivyo? Amen. The Lord bless you, Brother Vail. Thank you. Bwana akubariki ndugu Veo. Asante. And we thank the Lord for bringing this great message to us tonight. Nasi tunamshukuru Mungu kwa kutuletea ujumbe huu mkuu usiku wa leo. And got a note a few minutes ago, one of the sisters had something she wanted to tell in a dream. Nami nilipata kijikaratasi chenye maandishi dakika chache zilizopita. Mmoja wa akina dada amekuwa na jambo fulani alilokuwa anataka kusema katika ndoto. If you just write it out to me, sister, they give her some dreams that has been absolutely true. Kama tu utaniandikia dada, mimi yeye amempa ndoto ambazo zimekuwa za kweli kabisa. We don't accept all dreams, no. Hatukubaliani na ndoto zote, la. But when they're of God, we want to know it's God talking to us. Bali zinapokuwa za Mungu, tunataka kujua ya kwamba ni Mungu anayezungumza nasi. Like everything speaks a tongue, we don't believe it. Kama vile kila kitu kinachozungumza kwa lugha hatukiamini. But when there's an interpretation comes that tells us something that's going to happen, we see it happen and we thank the Lord for it. Bali wakati fasiri inapotokea inayotuambia jambo litakalotukia, tunaliona likitukia, ndipo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya hilo. See, we want to keep it running smoothly, sweetly, and in order of the Lord. Naona tunataka kuliacha likiendelea vyema, vizuri
na katika utaratibu wa Mungu. So just remember that your part may be the mainspring, or it may be the little, some little hand or some little part of the winding stem, whatever it may be. Na kwa hiyo kumbuka tu ya kwamba sehemu yako huenda ikawa ni kamani kuu, ama yaweza iwe ule mdogo, mkono fulani mdogo, ama sehemu ndogo, ama kile kidude cha kutia majira, hata iwe nini. Here it may be the hands on the face of the clock that tells the time. Ama labda ile mikono kwenye uso wa saa ambayo huonyesha saa. But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the gospel of Jesus Christ to bring this to pass. Lakini hata iwe nini, tunahitajiwa kwamba sote tufanye kazi katika moyo mmoja kwa injili ya Yesu Kristo kulifanya hili itimie. Just think, if gifts is so great, what we call power. Hebu wazia kama vipawa ni vikubwa namna hiyo tunayoita nguvu. And Paul said, though I have faith that I can move a mountain and have not charity, I am nothing. Naye Paulo alisema, nijapokuwa na imani hata ningehamisha milima na sina upendo, si kitu mimi. Think of that. Wazia jambo hilo. And though you say, well, though I understand, I wish I know the Bible. Na hata ingawa sisi husema vema, ingawa nafahamu, laiti ningalijua Biblia. And though I understand all the mysteries of God, see, and still though I could do it and have not charity, I'm nothing. Nijapofahamu siri zote za Mungu, naona, na hata hivyo nijapozifahamu na niwe sina upendo, si kitu mimi. I haven't got nowhere yet, see. Unaona, sijafikia popote mbado. Naona The main thing is love God and humble yourself with it. jambo muhimu ni kwamba mpende Mungu na ujinyekeze kwa jambo hilo. Now surely, after all these years on the field and around the world and seeing different people, I ought to know a little bit about the gate to enter in at. Sasa hakika baada ya miaka hii yote uwanjani na kuuzunguka ulimwengu na kuwaona watu mbalimbali, napaswa kujua kidogo juu ya lango la kuingilia. And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around. Na iwapo unataka kufikia popote na Mungu, usiruhusu kamwe roho wa kiburi akukaribie. Don't let no malice come in. Usiruhusu uovu wowote ukuingie. And no matter what anybody's done, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person. Haidhuru mtu mwingine yeyote anafanyaje, kama wamekosea, usijifanyie kinyongo dhidi ya mtu huyo. Unaona, You be sweet and kind. wewe uwe mtu mzuri na mwenye fadhili. And remember, God loved you when you were in sin. Kumbuka, Mungu alikupenda ulipokuwa dhambini, And if the Spirit of God's in you, you love the other person when he's in wrong. See? na iwapo Roho wa Mungu yuko ndani yako, unampenda mtu huyo mwingine wakati amekosea. Unaona, Just pray for them and love one another. waombee tu na mpendane ninyi kwa ninyi. Above everything, love God and love one another. Juu ya yote mpende Mungu na mpendane ninyi kwa ninyi, And be humble with God and around one another. And God will bless us. And it's hard to tell what he will do. na mwe wanyenyekevu kwa Mungu na mmoja kwa mwingine, na Mungu atalibariki jambo hilo, na ni vigumu kusema atakalofanya. Usually when church begins to get in numbers and gets to getting a little bigger or something like that, then they get away from that real thing. The real thing. Kwa kawaida kanisa linapoanza kuongezeka na kuanza kuwa kubwa zaidi ama kitu kama hicho, ndipo wanakiacha kitu kilicho halisi, kitu halisi. You know what brought these things to pass? Mnajua kilichosababisha mambo haya? When I first started, the Lord appeared to me down the river and told me that Wakati nilipoanza kwanza, na Bwana akanitokea kule chini mtoni na kuniambia jambo hilo. Brother Dale saw that, I believe, in a paper in Canada many years ago. Na ndugu Vail aliona jambo hilo, naamini katika gazeti moja kule Canada miaka mingi iliyopita. Where that angel of the Lord appeared on the river down there. It was on Associated Press.
mystic light over a local minister while baptized. ambapo malaika wa Bwana alitokea chini kule mtoni, na ilikuwa kwenye Associated Press, nuru isiyoeleweka juu ya mhudumu wa huo mtaa huku anabatiza. And you know what did that? Na mnajua kilichosababisha jambo hilo? When we had the tent meeting just across the street, a tent that seated about 2,500 people. Tulipokuwa na mkutano wa hema upande wa pili wa barabara ya mji, hema ambayo iliwachukua yapata watu 2,500. Ministers come from everywhere and said, "Brother, come here." Wahudumu walitoka kila mahali wakasema, ndugu, njoo hapa kidogo. And not just a boy, but just a kid. Ilikuwa tu kijana kama mtoto tu. And he said, "How do you keep those people in one accord?" Nao wakasema, unawadumishaje hao watu kwa moyo mmoja? They love one another till I never seen people love one another. Wanapendana wao kwa wao, hata sijaona watu wanaopendana. That's the law. Ni Bwana. That's what this church was established upon, that godly, brotherly love for one another. Hili kanisa lilianzishwa juu ya jambo hilo, huo upendano wa kiungu na wa kindugu mmoja kwa mwingine. I see them even shake hands with one another leaving the place and cry like babies to leave one another. They love one another that well. Niliwaona hata wakisalimiana wao kwa wao wakiondoka mahali hapo na kulia kama watoto wachanga kwa kuachana. Wanapendana vizuri namna hiyo. And I could go to their house to visit them, and times the Bible was laying open and stained with tears. Nami ningeenda manyumbani mwao kuwatembelea, na wakati mwingine Biblia ilikuwa imefunguliwa huku imejaa alama za majonzi. Coming at night time where fathers and mothers was gathered together, and their little children around on the floor kneeling around. Nikaingia wakati wa usiku ambapo mama na baba walikuwa wamekusanyika pamoja na watoto wao wadogo hapa sakafuni wamepiga magoti. And fathers and mothers on their knees crying and praying. Na baba na mama wanapiga magoti, wanalia na kuomba. And I stand at the door and wait. And they didn't stop praying. I just sat down on the steps and started praying myself. Wait, see? Ningesimama mlangoni nikangoja na kungoja, na hawakuacha kuomba. Nitakaa chini kwenye vipandio na kuanza kuomba mimi mwenyewe huku ninawangojea. No. And that was why, and they love one another. They love one another. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, na walipendana. We used to stand and sing that old song. Tulikuwa tunasimama na kuimba ule wimbo wa kale. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. Kibarikiwe kifungo kifungacho mioyo yetu katika upendo wa Kikristo. A fellowship of kindred mind is like to that above. Ushirika wa nia moja ni kama wa kule juu. When we asunder part, it gives us inward pain. Tunapoachana hutuhuzunisha kindani, But we shall still be joined in heart and hope to meet again. bali bado tutakuwa tumeunganishwa mioyoni na kutumaini kukutana tena. I say this with great joy in my heart to Christ. Many of them are sleeping around in these graves marked tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again. Nasema jambo hili nikiwa na furaha kuu moyoni mwangu kwa Kristo. Wengi wao wamelala huku katika makaburi haya yaliyoandikwa usiku wa leo, wakingojea ule ufufuo mkuu ambapo tutakutana tena. Let not that spirit ever depart from this place. Hebu roho huyo asiondoke mahali hapa. If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the word of God, the Spirit of God is grieved away. Kama akiondoka kamwe, basi sijali jinsi mchungaji wenu alivyo na ufasaha wa lugha, jinsi anavyoweza kuleta neno la Mungu vizuri, Roho wa Mungu hamehuzunishwa akaondoka. Mnaona? When we can have all things in fellowship in common, love one another, then God will work with us. Wakati tunapoweza kuwa na mambo yote katika ushirika pamoja
na kupendana sisi kwa sisi, ndipo Mungu atatenda kazi pamoja nasi. And we're keeping time that the people come by and say, Nasi tunatunza wakati ili kwamba watu watakuja huku na kusema, if you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, drop in up there at that tabernacle one time and watch them. kama ukitaka kuona kanisa ambalo kweli ni nyenyekevu, kanisa ambalo kweli inampenda Mungu, nenda kule kwenye yale maskani wakati mmoja na kulitazama. Look at the care they have for one another, the respect. Tazama wanavyopendana, ile heshima, When the gospel's being preached, how reverent, how everything just in order. wakati Injili inahubiriwa, jinsi walivyo na uchaji, jinsi kila kitu kiko katika utaratibu. Then they can look and see what time we're living. Naam, ndipo wanaweza kuangalia na kuona ni wakati gani tunaoishi. You'll see the Spirit of God moving among you. Great signs and wonders and things will be taking place. Mtaona Roho wa Bwana akitenda kazi kati yenu, ishara kubwa na maajabu yatakuwa yakitendeka. If the things working together is telling the time. Kama hicho kitu kinafanya kazi pamoja, kinaonyesha saa. But if it isn't working, then time has stopped. It won't tell the time no more. Bali kama akitendi kazi, basi saa imesimama, akitaonyesha saa tena. So if we want to know what time we're living, just start everybody working together in the gospel, loving one another, loving God. Kwa hiyo tukitaka kujua ni wakati gani tunaoishi, hebu kila mtu na aanza kufanya kazi pamoja katika Injili, wakipendana, wakimpenda Mungu. And the hands itself will tell the time what we're living. Amen. Ndipo mikono yenyewe itaonyesha saa tunayoishi. Do you believe that? Mnaamini jambo hilo? Good. Amen. The Lord bless you real richly. Bila shaka, amina. Bwana awabariki kwa wingi. Don't forget now, get around this Msisahau sasa, tembeeni kila mahali juma hili, week, and if you know any of the sick people that's coming in, tell them when he comes. na kama mnawajua watu wowote wazuri walio wagonjwa na wanakuja humu, waambieni watakapokuja. Say, dear, I want to ask you, we're having prayer for the sick Sunday morning over at the tabernacle. Useme, mpendwa, nataka kukuuliza, tunawaombea wagonjwa Jumapili asubuhi huko kwenye maskani. And you've been sick for a while. Now, Nawe umekuwa mgonjwa kitambo sasa. Nataka well, I want to go. I've always wanted to go. vema, nataka kwenda daima, nimetaka kwenda. Now, I just heard a message Sunday night from a brother there that how we must confess our faults one to another and pray one for another that we might be healed. Sasa ndiyo kwanza nisikie ujumbe Jumapili iliyopita usiku kutoka kwa ndugu fulani pale, jinsi itupasavyo kuungama makosa yetu kwa sisi na kuombeana kusudi tupate kuponywa. James 5:14, 13, 14, 15. See, that we must confess our faults one to another before we even come for healing. Yeah. Yakobo 5:14, 13, 14, 15. Mnaona ya kwamba hatuna budi kuungama makosa yetu sisi kwa sisi kabla hata hatujaja tupate kuombewa. Naam, Confess our faults one to another and pray one for the other. kuungama makosa yetu sisi kwa sisi na kuombeana. See that? This is exactly what he's talking about tonight. Naona hilo ndilo alilokuwa akizungumzia hasa usiku wa leo, Brings back the Beatitudes in with Mark 16. akizichanganya zile heri za Marko 16. And by putting that together, you got it. Then healings take place. Zichanganyeni hizo pamoja, umezipata, basi kuponya kunatukia. Look at Jesus. Nothing but one bundle of love. Mwangalia Yesu, hakuna kitu ila bunda moja la upendo. See, he was God manifested. Naona alikuwa Mungu aliyedirishwa. God expressed himself through it. No wonder miracles and things happen. Yeye Mungu alijionyesha kupitia kwake, si ajabu miujiza na kadhalika ilitendeka. His humble life and consecrated life to come from being God to be a man here on earth to express God to himself. Maisha yake menyekevu na maisha
yaliyowekwa wakfu, alipojishusha kutoka kuwa Mungu awe mwanadamu hapa duniani, kumwonyesha Mungu kupitia kwa nafsi yake. That's what made him what he was. Hicho ndicho kilichomfanya alichokuwa. I've always said what made Jesus God to me was the way he humbled himself. Daima nimesema kilichomfanya Yesu Mungu kwangu mimi ni jinsi alivyojinyenyekeza. He was so great, and yet he's so small. See, that's right. Yeye alikuwa mkuu sana na hata hivyo aliweza kuwa mdogo sana. Mnaona, hiyo ni kweli. The Lord bless you real good. Bwana awabariki sana. Now, let's stand up and for the dismissal. Sasa na tusimame kwa ajili ya kuacha mfumukano. Let's just try that. You might not know it, sister. That blessed be the tithe. Basi na tujaribu huo, huenda ikawa hujui dada huo. Kibarikiwe kifungo kitufungiacho. Now, let's sing that one time, will you? You give us a part. Hebu na tuimbe huo mara moja, sivyo? Hebu tupe sauti. Let's take hold of one another's hands. When we asunder apart and just say, God bless you, brother, sister. I'm so glad to be here with you tonight. Sasa huku tunapoimba kifungu hiki cha mwisho, na tushikane mikono sisi kwa sisi tunapoachana na kusema tu, Mungu akubariki ndugu dada. Ninafurahia sana kuwa hapa pamoja nawe usiku wa leo. See something like that and turn back around. Mnaona kitu kama hicho, kisha mgeuke tena. And now let's sing it. Sasa hebu na tuimbe. And when we but we shall still be joy in heart and hope to me. How we love the Lord, amen. Don't we? How Jinsi tunavyompenda Bwana Yesu, sivyo? Jinsi will we Let's close our eyes and sing that in the Spirit now. hebu na tuyafunge macho yetu na tuimbe tu huo kwa roho sasa. Till we I lift our heads down. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, We're just children, God's children. Let's hum it. sisi ni watoto tu, watoto wa Mungu. Hebu na tuuvumishe. Oh, how that brings the Spirit of God to us.
Lo, jinsi unavyomleta Roho wa Mungu kwetu. Could you imagine the early days when they sat on slabs of rock? Ungewazia siku za mwanzoni walipoketi juu ya bamba za miamba. God be with you. He'll be. With our heads bowed, I'm going to ask the Brother Allen back there, a new brother among us, if he'll dismiss us in a word of prayer. Brother Allen. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, nitamwomba ndugu Allen nyuma huku, ndugu aliye mgeni miongoni mwetu, kama ataturuhusu tuvumukane kwa maombi. Ndugu Allen.